kunyitogeni mwiroreri wa Jung'wa Diaspora Television thini wa tafari ya mthenya wa muthi na nitucokereirie thwa ukoro kahinda karaihu tukoretwo on break riu nitucokereirie tukwariirie maundu mega na tukwariirie maundu maria megwikira hinya ningo tereba thini wa tafari ya mthenya wa muthi jitagwo Masi John ke tukutwarane ikinya gwa ikinya tumenye mugeni witu na tucere thini wa studio citu nigetha ate gututariria we ni we una umite ku. Karibu sana Njeri. Asante na shukuru. Katika studio zetu za Jung'wa Diaspora Television, watuambia majina yako kamili na kule ambako umetoka. Kwa majina naitwa Njeri Lauret. Nimetoka Kahawa West. Na nashukuru Mungu kwa pamoja na nyinyi. Labda kuongelea penye nimekulia utoto wangu mpaka kila mahali. Mimi ni mzaliwa wa Kirinyaga. Lakini nimelelewa Kisumu, nimesomea Western, lakini nashukuru Mungu kwa umbali huo. Nimelelewa na mama, single mother. Okay. Ndio manake msishangae mbona sijui Kikuyu vile, lakini tuko pamoja na nyinyi. Utawaambia kwamba unaelewa lakini kuzungumza kidogo inanipiga chenga. Kwa hivyo masomo yangu mengi yamekuwa Kisumu na Western. Kuanzia darasa la kwanza labda mpaka la 8 nimesoma shule ambayo inaitwa Ivola Primary. High school nimeenda pale Ivola Secondary. Nikamaliza kidato cha 4 lakini sikuweza kuendelea na college wala university. Na mbona kama venye naweza kuuliza kama ambaye anakuhost siku ya leo, umetuambia umesoma darasa la kwanza hadi la 8, ukasoma kutoka form 1 hadi form 4. Nini ilizuia kutoendelea na masomo ama ulipofanya kidato cha 4, je, ulikuwa umepita ndio maana nini hiyo ambayo ilikuzuilia? Kufaulu mtihani nilifaulu vizuri, nikapata grade 4, grade nzuri. Lakini sasa kulelewa na single mother, mama ambaye anatulia peke yake na akona mahitaji mengine mengi, inakuwa ni changamoto kwake. Kwa hivyo niliitwa pale Mount Kenya University lakini fedha nazo hazikuwepo. Nikaja nika-apply tena nikaitwa TTC kusoma walimu, lakini bado tena sikuweza kufanikiwa kuingia. Kwa hivyo ndio manake sikuingia katika chuo ama chuo kikuu. Na kwenu wewe kama Njeri umezaliwa mkiwa watoto wangapi? Mimi ni mzaliwa wa kwanza kwa watoto 11, lakini mama yangu tuko wawili peke yake. Upande wa baba tuko wale wengine 9. Ndio. Hapo nimeelewa. Hapo tutashinda tukifafanulia mtazamaji kwa maana pia ameelewa. Na ni vyema kwa sababu unaweza kutueleza vile ambavyo ulilelewa. Njeri, wakati ulifika form 4 umetuambia kuweza kuendelea na chuo kikuu. Je, maisha ilikupeleka aje? Maisha hayakuwa ni rahisi vile mnavyofikiria, ama maisha yalikuwa na changamoto zake kadhaa. Baada ya kidato changu cha 4 nikakaa nyumbani mwaka mmoja, mwaka wa pili nikisubiri kwenda labda nifanikiwe kwenda chuo kikuu ama kufanikiwa kwenda mahali pengine. Lakini katika harakati zile nikaja nikapata ujauzito. Sasa kupata ujauzito hapo sasa ndio ngoma ikagonga mwamba. Nikaja nikaambiwa na manake sasa nikiangalia mamangu bado yuko pale ana struggle, bado hajafika pale anakotaka. Tunaishi Mwanzo na nyanya. Mama yeye yuko nje kututafutia chakula. Sasa ikawa basi msichana itabidi uolewe kwa yule mwenye kukupa mimba, basi utafuatana na yeye. Ikabidi sasa sina budi bali kupigia kijana nimwambie vipi tunatarajia mtoto. Jambo moja ni kwamba hakukataa. Hakukataa kabisa. Tukaanza maisha nikiwa na miaka 19 pale. Tukaanza maisha, tukaishi mwaka wa kwanza, mwaka wa pili. Changamoto bado ndi zile. Mwaka wa kwanza tukapata mtoto. Mwaka wa pili sasa ukielekea, siwezi jua kulifanyika nini ama kulienda vipi. Asubuhi moja mimi niliamka nikapigiwa simu na babaki. Kuniuliza kama yuko sawa. Na akitoka kwa nyumba asubuhi alikuwa yuko sawa kabisa. Lakini nilipopigiwa simu nikaenda moja kwa moja mpaka kule babaki alikuwa. That is father in law. Kufika pale nikapata kijana amelalishwa chini, na shindwa kwani shida iko wapi. Kumbe mwanzangu alikunywa sumu. Kwa hivyo kunywa sumu, lawama zikaja ni mimi.
wewe unajua vizuri kilichomtendekea. Kwani mmegombana? Mimi sijagombana na yeye. Kwani kumetokea nini? Kumbuka wakati huo niko na mtoto wa mwaka mmoja na miezi mingapi? 2. Ikawa vuta nikuvute, hospitali mbio mbio. Wakajaribu siku ya kwanza, ya pili, ya tatu akalemewa, akaaga dunia hivyo hivyo. Sasa bado niko mdogo. Sijaenda shule. Sina cheti chochote cha kuonyesha kwamba ninaweza enda nifanye kazi. Nikapigwa vita, nikanyang'anywa mtoto. Mtoto mwaka mmoja na miezi 2. Haikuwa rahisi vile, sababu actually nilianza kuingia katika depression na hizo vitu vyote. Manake sasa huyu ni mtu ambaye ndio peke yake nilikuwa namjua. Alafu sasa tuko naye na mtoto, kidogo kidogo ameaga. Familia ndio hiyo imeleta vurugu, nimenyang'anywa mtoto, narudi wapi? Kwa mama. Kurudi kwa mama pia maisha yamekuwa ni magumu. Kila mtu ananiangalia zile za wewe unajua wewe ndio uliwa yule kijana ambaye ni mume wako. Lakini kusema ukweli kutoka ndani ya roho si kukuwa ninajua chochote kilichoendelea. Mimi nikaja nikawaachia mtoto, nikaamua sasa ni kutoka ujitafutie maisha. Sasa na wakati walipoanza kusema kwamba unajua kiini ya ama chanzo cha bwanako kukunywa sumu, aidha mlikuwa mmegombana ama nini, ilikuja kwa siku moja ama kwa wakati wowote walikupeleka kule police station wakaanza kesi na wewe? Hata hakuna mtu yeyote ambaye alichukua sheria kunipeleka kituo cha polisi. Manake ilikuja ikasemekana baadaye tukiwa tu pale hospitalini, kaja ikasemekana hata kiini si mimi. Manake nilihojiwa kwa muda mrefu na wazee na wamama wa mtaa. Nikamwambia mimi kusema ukweli sijui chochote. Ametoka hapa nyumbani akiwa yuko sawa kabisa. Mimi hata ukiniuliza amegombana na nani kule nje sijui. Kumbe ilikuwa ni kwamba amegombana na mamake mzazi, mamake wa kumlea. Wamekorofishana na kule, mimi sikujua. Kijana akakasirika akachukua sumu akakunywa. Alikuwa bado ni mwanafunzi pale Masinde Muliro like pia campus. Kwa hivyo mi hayo yote yalinikuta ni kama yalinistua kwanza. Manake sikukuwa ninatarajia kitu kama hicho kinaweza tendeka maishani mwangu. Sijawahi poteza mtu wa karibu hivyo na sijui hata ninaweza chukulia vipi jambo kama hilo. Sasa katika hali hiyo niko naomboleza, bado ninajiuliza mbona kumeenda vipi na mimi hatujakosana na yeye, na kama alikuwa na shida yoyote mbona hakuja kuniambia. Tukapitisha hivyo, akazikwa, na huo ndio ulikuwa sasa mwanzo wangu wa kuacha mtoto na kutoka katika ile goma. Hivyo ndivyo mimi nilitoka nikarudi tena kwa mamangu pale kwa nyanya. Sasa nataka utuelekeze after umeacha mtoto maisha ilivyoendelea, kwamba ulikuwa mama mtoto, ulikuwa umezoea kuamka, uko na mtoto wako hapo, sasa hivi wamekunyang'anya mtoto. Je, utaendelesha aje maisha kutoka hapo? Umenyang'anywa mtoto, maisha itaendelea aje? Haikuwa rahisi kabisa. Haikuwa rahisi kabisa. Manake baada ya muda mfupi, mimi ni mtu ambaye umezoea kuwa na mtoto wako mwaka mzima. Mwanzo umeubeba ujauzito, wewe ndio huyu umemlea mwaka mzima. Umekaa na yeye, yale mazoefu ya mama na mtoto wake. Kisha siku moja tu unaamka unaambiwa wewe mambo ya mtoto, kama unataka mtoto basi si hapa. Wewe ungali msichana mdogo, labda utazaa mtoto mwingine kwingine, lakini huyu mtoto wetu huwa halelewi nje, atalelewa hapa. Kwa hivyo maisha yalikuwa magumu. Wakati wote unaamka unaanza kujiuliza, kukinyesha unajiuliza sasa mtoto wangu kweli kuna mtu amempa chakula, amemvalisha. Lakini nashukuru Mungu sana kwa mamangu mzazi. Alikuja akaniambia kwamba acha kuwe vipi, bado niko mdogo, nina miaka 21 naelekea 22. Akaja akaniambia wacha mtoto akae kule aliko, atakutafuta mwenyewe kwa wakati wake, ama kwa wakati ambao Mungu mwenyewe atatarajia wewe na mtoto wako mkutane. Kwa hivyo mimi ikabidi nikae tu pale nyumbani, na ukiangalia hali ya pale nyumbani haiko sawa vile. Manake mimi ndio mkubwa, wale wadogo zangu bado tuko pale kwa nyanya na watoto wengine. Kwa hivyo unapata ni kana kwamba ni aibu kuanza kuuliza mamako matumizi ya kawaida. Kama msichana unataka vitambaa vya hedhi, msichana unataka kutengezwa nywele, hauwezi shinda ukikaa pale. Alafu pia katika yale mazingira yanakupa pia msukumo wa mawazo. Unapata ukipita hivi kwenye njia yoyote yule msichana mnamuona,
yule bwanake alipewa sumu. Nani yeye alimpatia. Kwa hivyo yale maongezi yalikuwa yanashinda anafanya unahisi ya kwamba hata wewe mwenyewe ninaona ya kwamba hapana, sitaweza, hata heri nife basi. Nikaanza kuwa na zile hisia za suicidal. Kukaja mchungaji mmoja akaniambia hapana, hautajiua. Kitu utafanya ni kuomba, na alikuwa ananihimiza siku baada ya nyingine, siku baada ya nyingine. Kwa hivyo akanihimiza kwa muda, nikaja nikaona na hisi roho yangu imepona. Nasikia ni kama nimeanza kupona. Si eti nimepona kabisa, lakini nahisi nimeanza kupona. Hivyo nikajiambia basi wacha niende mjini kutafuta kazi. Kazi ile yoyote ambayo nitapata basi wacha nifanye. Moja kwa moja nikaanza, nilicho na rafiki yangu, hata tulipatana tu pale kwenye Facebook, akaniambia sasa badala ya kukaa nyumbani, kuja tutafute kazi za nyumba, kazi zozote tufanye. Nikatoka moja kwa moja mji wa Nairobi, sijaukanyaga kabisa. Napita tu. Nikafika Nairobi, akanipokea vizuri. Nilipofika Nairobi sasa ndio nikajua kumbe maisha kizungumkuti. Nikaja nikapata kazi yangu ya kwanza, ilikuwa kazi ya nyumba. Nikafanya kazi ya nyumba kwa mama mmoja pale, alikuwa ananipenda vizuri kabisa. Kisha akanipeana kwa dadake. Sasa kule kwa dadake ndio sasa niliona moto mkubwa kabisa. Dadake akaja, dadake alikuwa anasema mimi ni mdogo. Akiniangalia naona ni kama umri wangu haujatoshea kabisa kuwa mfanyakazi wa mtu. Kwa hivyo nikatoka pale tena. Nikaja nikaendelea tu kufanya shughuli ndogo ndogo. Nimefanya kazi kwa hoteli, nimefanya kazi kwa maduka za watu. Kwa hivyo maisha yamekuwa hivyo, kupambana kila kuchao na kumcha Mungu. Kila kuchao na kumcha Mungu na kuendelea kuomba. Nikaja nikapata pia roho yangu imeanza kutulia. Ilipofika mwaka wa 2019, nikapigiwa simu from nowhere na wale watu ambao wako na mtoto wangu. Wakaniambia sasa mtoto anafaa kukaa na mamake. Nikauliza vipi? Kwani mumeamua vipi? Huwa hatuongeleshani. Mumeamua tu kunipigia mniambie mtoto ana shida gani? Nikaambiwa hapana, mtoto hana shida, lakini tumeamua wewe uwe unakuja unatembelea mtoto wako. Sio vizuri mtoto kukaa mbali na mamake. Mwanzo nilifikiria labda ni wanajaribu kuniteka nyara ama wanataka vipi. Lakini nikaongea nao, nikaongea na mamangu mzazi, akaniambia panga siku nenda utembelee mtoto. Nikapanga safari mpaka Kapsabet. Kufika Kapsabet nikakaribishwa vizuri. Nikakaa na mtoto siku 3. Sikuona ubaya wote. Kwa hivyo hata ingawaje hawajaniruhusu kukaa na mtoto mimi kama mamake, lakini angalau wameniruhusu kuongea na yeye kwa simu na kwenda kumuona. Akihitaji kitu lazima nipigiwe mimi, niambiwe kijana anataka hivi na hivi na hivi. Ni kama tunasaidiana kulea huyo mtoto vizuri, hata kama hatujafikia kile kiwango cha nipewe mtoto. Sasa Njeri, naweza kuuliza, mtoto ulimpeana akiwa mwaka 1 miezi 2. Na umetuambia 2019 ulimuona. Je, ulimuona akiwa sana umri gani by that time? Wakati nilimuona akiwa na umri wa miaka 5, miaka 4 na nusu. Miaka 4 na nusu. Alikuwa hata amebadilika, siku hata namkumbuka. Maana yake huyu ni mtoto ambaye uliacha akiwa mdogo kabisa. Kwa hivyo anaenda akibadilika ama akikua akibadilika. Mwanzo mimi nilipofika nikawauliza yuko wapi mtoto mwenyewe, nikaonyeshwa ndio huyu, nikashindwa kwani kumeenda vipi? Lakini alikuwa yuko mzima kabisa. Na tena kuanza kujenga ile bondi ya mama na mtoto pia ikawa ni vigumu, sababu huyu ni mtoto ambaye ashakusahau. Miaka 3 haujamuona. Kweli. Haujaona mtoto miaka 3. Ukija tena anakuona kama mgeni. Tena kuanza kurudisha ule uhusiano. So nataka utupe experience wakati ulipata ule mtoto. Ako na miaka 4 na nusu. Ilikuwa experience gani akielezwa kwamba wewe ni mamake na haja kuona kwa muda mrefu? Cha ajabu ni kwamba picha zangu zilikuweko pale nyumbani. Kwa hivyo alikuwa anaonyeshwa tu kwa picha, huyu hapa ndio mamako. Lakini hajawahi niona sura. Wakati nilipofika pale nikamwambia mimi ndio mamako. Lakini nikimuuliza anaitwa nani hajui. Mpaka wa leo ananiita jina langu. Ananiita jina langu haswa, lakini ukimuuliza mamako ni nani atakwambia jina langu. Ila hawezi niita mama. Ananiita tu jina langu. Ambapo siwezi nikasema ni vibaya. Ni vile tumetenganishwa. Kila mtu yuko sehemu yake. Lakini anapoendelea kukua atajua.
Sasa nataka kurudisha hapo nyuma. Kuna mahali ulituambia kwamba ulishikwa nikana kwamba ni depression. Uliwezaje kujua kwamba depression imeanza kukushika? Mwanzo wale watu ambao nilikuwa nao karibu, marafiki wale wa pale mjini kijijini pale, sitaki kuwaona tena. Sitaki kutoka hata kwenda kufanya nini, niko tu pale nimejifungia. Unaona, hutaki kutoka, hutaki mtu akutembelee, hautaki kufanya nini, wewe upo tu. Kanisa hata niliwacha kwanza. Mimi niko tu pale nyumbani. Ikafika wakati hata usiku siwezi nikalala. Muda wangu mwingi niko kwa simu. Wakati mwingine nikianza kukumbuka yale maisha ya kitambo ama ile scenario ambayo yule jamaa alikuwa sasa amekunywa sumu, yuko pale hospitali. Mwenyewe ninaanza kulia. Sikuli mwanzo. Sasa mamangu mzazi akaniambia, unakoelekea hauelekei mahali pazuri. Kama kukula peke yake imekuwa ni shida. Hutaki kusikia mtu anakutembelea. Hutaki kwenda kutembelea mtu yeyote. Unaelekea mahali pabaya. Lazima utoke, ongea na watu. Na nikaambiwa kitu kimoja na mtu. Akaniambia na kizungu ya kwamba sharing a problem is like you're solving it. Yeah. Kwa hivyo anza kuongea na watu. Hilo jambo litakutoka akilini, litakutoka kwa moyo na hivyo. Kwa hivyo wakati wote nilianza kujipa mazoea ya kuambia watu, kwani sababu kila mtu alikuwa anataka kujua kulienda vipi. Hiyo situation ilikuwa vipi? Mbona ulijipata katika ile situation? Katika ile hali ulijipata vipi? Kwa hivyo nilianza kutoa ule uoga wa kuambia watu vile kulienda, sababu nilikuwa naogopa watu kunijudge. Sababu kila mtu katika kijiji alikuwa anajua mimi ndio chanzo. Mimi ndio chanzo cha yule kijana kunywa sumu. Ila ninakataa. Lakini mimi kusema ukweli kabisa sikuwa ninajua chochote. Mimi hata nilikuwa nimeitwa tu naambiwa, haya mmefanyana nini na huyu? Kidogo eti amekunywa sumu. Kwa hivyo ilinichukua muda kuanza kuzungumza na watu wa karibu, wale mashangazi wanakuja ninawaelezea. Kidogo ikawa ni mazoea na nikaona moyo wangu umeanza kuwa mwepesi kabisa. Natulia. Hata nikiambia mtu hiyo hadithi sasa wakati mwingine silii. Manake wakati mmoja au mwingine nilikuwa nikikumbuka hivi siwezi hata ongea. Lakini wakati niliendelea kuongelea kisa hicho, kukiongelea na kuomba kwa wingi. Kujumuika na wenzangu katika vikundi vya vijana, maombi na nini, nilikuwa najihusisha sana. Na sasa tulikuwa tumeachia pale ambapo ulikuwa umetuambia ulifanya kazi kadhaa. Na ulifanya kazi za nyumba, kazi za kuuza duka. Wakati ulimaliza hizo kazi, juu mtu anaendanga akipandishwa maybe cheo ama ukienda to another level. After ulimaliza kufanya hizo kazi, then maisha itaendelea aje ama utafanya nini ingine kimaisha? Sasa mimi nina kipawa cha kuimba. Kwa hivyo Jumamosi moja nikiwa tu katika harakati zangu, nikiwa ninapita ninatembea nikasikia kanisa moja pale Kirigiti. Wanaimba, nikaamua acha niingie. Nikapendezwa tu na kile kikundi cha praise and worship, sifa na ibada. Jumapili iliyofuata nikaanza kuwa join. Kwanza kujihusisha nao kidogo. Sasa ikafanyika hivi siku moja nimeenda practice katika yale mazoezi ya kujua kesho mtafanya kitu gani. Kumbe hiyo Jumamosi hawakuwa wanaingia. Mchungaji alikuwa yuko pale. Kwa hivyo nikakaa kama masaa mawili hawakuji. Mchungaji akaja akaniambia hawakuwa wanakuja leo. Kwa hivyo wewe utaenda tu nyumbani, mtakutana kesho kama kikundi mpangani. Katika ile hali ya kuongea akaniuliza, mwanzo unafanya wapi kazi? Na wakati huo kazi ya hoteli ilisha, manake yule mtu ambaye nilikuwa nafanyia kazi yeye alifunga kazi yake akaenda. Kwa hivyo nilikuwa niko tu kwa nyumba hivyo ninapambana na hali yangu. Kwa hivyo ikafika akaniambia, mbona unafanya kazi wapi? Nikamwambia kwa sasa siko kazi. Mimi niko kwa nyumba, imepita kama wiki 3. Akaniambia, mbona na nina duka langu la vioo sina mtu. Nikamwambia ni sawa, acha mwanzo nilijiuliza vioo kivipi. Mimi mwanzo ni mwanadada. Kwanza kujifunza kazi ya vioo. Akaniambia wewe usijali, nitakufunza kazi kuanzia chini mpaka juu, kila kitu utakijua. Na kweli nilienda nikafunzwa hiyo kazi kuanzia hapo 2018. Kuanzia 2018 nikaingia hiyo kazi. Disemba ikiisha. Nikaingia nikafunzwa mwaka mzima wote nilikuwa nafunzwa. Ikifika 2020 sasa nikawa niko na mazoefu kabisa ya kazi yote, ninajua kio kizima. Sasa shida ilikuja hapa. Baada ya kujua kazi vizuri,
yule mchungaji akageuka ghafla kutoka tu sijui. Akageuka akaniambia, sasa mimi nimekufunza kazi, unafanya kazi hapa kwa, nimekuchukua kama mtoto wangu. Mwanzo niliona ni kama ninaota. Vipi? Wewe ni mchungaji pale, unasimama pale kanisani. Mimi kivyangu nilikuwa namuona kama mzazi. Manake huo muda wote ambao tumekaa na yeye, mimi na familia yake tulikuwa tumeingiana kabisa, mpaka ni kama tuko familia moja. Nikashindwa sasa, huyu anasema vipi? Mwanzo niliona ni kama ananitania tu. Tukaendelea, akaanza sasa kuwa na ananiambia yeye nina madharau, sijui mambo tu mengi yameanza kuinuka. Sasa ikafika mwaka huu Januari. Akaniambia, kwa hivyo likataa kabisa pendekezo langu. Nikamwambia, mimi ninajua kitu moja. Wewe ni kama baba yangu. Na mimi siwezi nikafanya kitu kama hicho. Hata ukuje nini. Akaniambia nitakufuta kazi. Nikamwambia basi. Hivyo Mungu alivyoni-connect na wewe, Mungu atanipatiana kwa mtu mwingine. Nikafikiria ni mzaa, mwezi wa 3 akanisimamisha kazi. Wakaniambia sababu wewe sasa umekuwa na maringo mengi, hutaki kusikia ninavyokuambia, wewe usiingie kazi. Na hivyo ndivyo niliacha kazi kuanzia mwezi wa 4 sasa mpaka wa sasa siko kazi. Ila mtu akipata kazi ile ya labda ana nyumba anajenga, ameletewa vioo. Manake watu wengi walinijua kwa huo muda wa miaka 3 wa kukaa kwa ule mchungaji. Watu wengi walinijua kwamba ninafanya kazi yangu vizuri. Kwa hivyo mtu akiwa na nyumba ameleta vioo ama anataka kufanyiwa quotation, ananiita, ananilipa, ananiambia nifanyie quotation. Nimeleta vioo, sina mtu wa kunipatia. Ninaenda ninazipima, ninazikata, ananilipa hivyo. Hivyo tu na ninasongeza maisha yangu. Nikiamini kwamba Mungu siku moja labda atanijalia nipate hela niweke duka yangu sasa. Ni kweli. Sasa Njeri, umetufafanulia kwamba mchungaji alienda akageuka. Je, wewe utaendelea kuenda kwa hiyo kanisa ama utabadilisha? Mbona niendelee? Huyu ni mtu ambaye ashanionyesha kwamba nia zake kwangu sio vile nilivyokuwa nafikiria. Manake alikuwa amenipatia promises ambazo ni mingi sana. Akaniambia ukishajua hii kazi, umesimamisha hii kazi yangu vizuri kabisa, mimi na familia yangu tuko tayari kukufungulia kazi mahali pengine. Kwa hivyo hata nikifanya hiyo kazi, tukianza ilikuwa kazi ndogo sana, lakini wakati tuliendelea kuifanya kwa uaminifu wangu na bidii yangu na kusaidiana na yeye, tukapata biashara yake imepanuka vizuri. Kwa hivyo mimi nilikuwa nafanya ile kazi nikijua ya kwamba kando na kupata uzoefu, ninaamini ya kwamba huyu ni mchungaji, ameniahidi ya kwamba itafika wakati yeye na familia yake washikane waniwekee kazi yangu, ambapo nitashukuru hata kama itakuwa ya pesa kidogo. Kwa hivyo wakati alianza hivyo, hayo mambo yake ya unataka ama hutaki kuwa mpenzi wangu, hapo ndipo sasa tulianza kukosana naye. Nikaacha kwenda kanisa hata kabla niwachishe kazi. Roho yangu kwenda kanisa iliacha. Na wakati kwa maana najua priest. Najua mlikuwa mmeingiana na priest kabisa. Najua kuna wakati maybe ilifika wakaanza kutafuta. Je, utaambia kiini ambacho kilifanya toka kwa kanisa? Sitaambia kila mtu. Sitaambia kila mtu. Kuna wale ambao ukiwa na marafiki, si kila rafiki unaambia kila kitu. Manake pale kanisani nilikuwa sasa nimewekwa kama kiongozi wa praise and worship. Na inafika wakati siko kanisani, wananipigia, wananiuliza vipi, mbona huko? Wengine nawaambia ni sawa tu. Lakini sasa wakati nilitoka kabisa kazini kwa yule mchungaji, ndio wengi wakawa na zile kwani kumeenda vipi? Haukuji kanisa, hatukuoni pale kwa mchungaji, kunaenda vipi? Wale 2 watatu ndio nilikuja nikafungukia, nikawaambia sijakataa kuja kanisa. Ningependa sana kuendelea na nyinyi. Manake tumetoana mbali. Lakini pale nimefika mwisho sababu ya hili na hili na hili. Kwa hivyo wale walielewa. Na wale wengine hawajui kabisa, mpaka waleo bado wananiuliza mbona hakuji kanisa, mbona, lakini siendi kabisa hiyo kanisa. Nilibadilisha nikaenda kanisa nyingine. Na sasa ulienda ile kanisa, unajua kuna ile yenye mtu anakuanga na uoga ile ya pengine huyu mchungaji atakaa yule mwingine, ama pengine nitapatana na yale mambo ambayo nilipatana nayo ile wakati mwingine. Wakati ulienda kwa hiyo kanisa, je, unahudumu? Hapo sasa ndio kizungumkuti kipo. Si hudumu na tena sitaki kabisa kujihusisha na huduma. Pale kanisani kwa sasa mimi ninaenda, ninakaa, nahudumiwa, natoka, narudi kwa nyumba. Manake hata nimekuwa muoga wa kufunguka kuambia mchungaji ninaweza hudumu ama mtu yeyote yule. Manake kila wakati nikifikiria kufanya vile, ninaanza kujiuliza ama pia atafika mahali take advantage.
sasa wewe huna kazi kwa sasa, nitakupa kazi, nitakuweka hapa kanisani wewe unahudumu, alafu pia kando na hivyo nataka vingine. Kwa hivyo ile kanisa ambayo niko saizi si hudumu. Ninaingia tu, ninahudumiwa, ninatoka, ninaenda nyumbani. Ni kweli watu hupitia mengi juu kwa maana yale ambayo umetuorodhesha ama yale ambayo umetuambia, mtu akikuangalia anaona ukiwa mtu mchanga au mtu mdogo anaona umepitia mambo mengi. Na nataka encourage viewer wetu. Encourage, kuna wanapitia mambo mengi. Kuna watu maybe waliekelewa kitu wako kufanya kama vile ambavyo uliekelewa, umepea bwanako sumu na huko unajua. So nataka encourage ndio at least wasione ni kama amefika mwisho, ni kama hakuna kesho. Kwa hivyo mtu yeyote ambaye yuko pale nje anapitia matatizo. Unajua matatizo si eti ni ya kila siku. Wewe umeandikiwa wewe sasa jina lako la 3 ni shida. Amini ya kwamba kuna wakati mmoja utainuka, utaanguka. Na tunaambiwa vizuri ya kwamba kila mtu ambaye wewe vumilia na uzidi kuomba Mungu na upende Mungu zaidi, sababu Mungu mwenyewe ndiye anatupigania hizi vita. Manake utapata ya kwamba kama ile situation ambayo mimi nilikuwa nimesingiziwa, nimepeana sumu ili hali sijui chochote. Mahali kama pale ndio unasikia ni kama dunia imeisha, lakini si eti kuisha. Mungu mwenyewe anajua vile ya kukuondoa katika kila jambo ambalo anakuhusisha ndani. Manake Biblia yenyewe inatuambia kwamba hatutapewa jaribio lolote ambalo linazidi uwezo wetu. Jaribio lolote ambalo liko zaidi ya kadri ya uwezo wetu. Kwa hivyo kila jambo ambalo unapitia, wewe endelea kutia moyo, endelea kuomba Mungu ukijua kwamba ipo siku utapita hiyo changamoto. Anajua kwamba wamesikia na wamesikia kwamba ambaye anawaambia ni mtu ambaye amepitia mambo na Mungu akampigania. Na umetueleza kutoka utotoni wako mpaka mahali umefika. Nasi tumeshukuru sana kwa maana umeweza kutupa inaitwa motisha na hope. Kwa wale ambao maybe wako na wameishiwa na hope, wako zile za maybe hakuna kesho kutakuwa aje. But at least wataona kuna mtu ambaye alipitia hayo mambo akiwa na umri mdogo. Na saa hii Mungu ameweza kumsimamisha. Anajua kwamba Mungu atakupa inaitwa grace, neema. Atakupa neema uweze kuhudumu, kwa maana kama Mungu ameweka huduma ndani yako ni vyema kuhudumu. So si kama watu wa Jungwa Diaspora Television, tutakuombea Mungu akupe neema nyingi sana ndio uweze kuhudumu na uweze kueneza injili. Amen. Kwa maana kama huduma iko ndani yako ni vyema kuhudumu. Kwa hivyo sitaomba wakati wa Mungu ukifika neema ikutoshe. Amen. Mungu akubariki sana wakuja katika studio zetu na kutupa testimony yako. Ni testimony ya nguvu na testimony ambayo itapea mtu nguvu ya kuendelea. Nashukuru. Kwangu nimeshukuru sana kwa kukubali mwaliko wangu. Nashukuru pia mimi kwa kunialika. Sawa, Mungu akubariki na kutendee vyema. Kwa mirari wa Jungwa Diaspora Television nitwareke tafara itu ya muthenya wa muthi. Kora ingi maroria nikiga tumatorie lugha ya Githweri ni ukoro Njeri arereirwo matura matiganite. Koguo riu Gikuyu nikiamureheire thina, no Njeri ni igwa Gikuyu no ni gucokia tangita gucokia nikio twareka tafara itu na lugha ya Githweri ni njui mundu wothe ni ahota kuigua maria mothe Njeri agereire. Na ukorona Njeri ati ni agire nde munini akirona nginya ahike kwĩ mwanake ũrĩa wamuhete nda, na ningĩ acoka akĩhika mwanake akĩnyua thumu. Njeri akĩinyĩrĩrwo nĩ oraga mũthuriwe, no mothe matiagiririe Ngai witũ akamũhotanĩra na akamũrũgamia rĩngĩ. Nĩ ngũgũterebaga thĩinĩ wa tabara mũthenya wa ũmũthĩ. Njĩtagwo Mercy John, nginya ndĩwegi Ngai wa muoyo akũrathime na gwĩke wega. Ndũkariganĩrwo gũ-subscribe thĩinĩ wa YouTube channel itũ nĩyo Jungwa Diaspora Television, na gũtubuatĩra tabarĩra citũ ciothe cia Facebook live nĩcio Jungwa Diaspora Television mwena wa Facebook. Uthi haria like page iyo na Ngai wa muoyo akũrathime. Nginya hĩndĩ ĩngĩ, bye bye.